Kwa kifupi, bila kujalisha kundi la aina gani ya mtumishi wa umma ambaye tunamzungumzia, lakini kwa ujumla wake watumishi wote wa umma, sisi watumishi wa umma tunahesabika kama kioo cha jamii, ambapo mwanajamii yoyote asiyekuwa mtumishi wa umma akitutazama awe na kitu cha kujifunza kutoka kwetu. Na bahati mbaya, kuna misemo inasemwa kwamba ni kibiblia ama kwingineko, wanasema mavazi yetu yanatutambulisha kwamba sisi ni akina nani. Ukimuona askari polisi aliyevaa nguo nyeupe barabarani, unajua huyu ni askari trafiki. Lakini ukimuona askari mwingine kwa mavazi yake, unajua huyu ni field force. Na mwingine kwa mavazi yake, unajua huyu ni askari wa kawaida. Na mwingine kwa mavazi yake, kama ni jeshini kule, utajua huyu ni mwanajeshi wa maji, huyu ni mwanajeshi wa anga, huyu ni mwanajeshi wa ardhini na kadhalika. Kwa hiyo mavazi yanatofautisha. Hali kadhalika hata ukienda hospitalini, ukifika hapo hospitalini utaanza kuwatambua tofauti ya mtumishi mmoja hospitali na mwingine. Daktari utamjua, mhudumu wa afya utamjua, wa maabara utamjua, na hata wa mochwari utajua kulingana na mavazi wanayovaa. Kwa hiyo mavazi yanatutambulisha kwamba wewe ni nani. Sasa sisi kama watumishi wa umma ambao ni kioo cha jamii, ili tutambulike vizuri na ili tuwe kioo sawia kwa jamii, Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma ilitoa waraka namba 6 wa mwaka 2020 unaohusiana na mavazi kwa watumishi wa umma. Ule waraka tumesambaza katika idara zetu zote, na hata ukipita hapa nje, ndugu mwandishi, utaona pale unapoingia tu mlangoni kwa mkurugenzi mtendaji tumebandika bango kubwa sana linaloonyesha mtumishi wa umma avaeje. Na unapoingia pia kwenye ofisi hapo ya utawala na utumishi, utaona kuna bango jingine kubwa tu tumeliweka nje tena hadharani, ili kusudi watu waweze kuona ama watumishi waweze kuona wanastahili kuvaa namna gani. Na sio hivyo tu, kwa upande wa walimu, mavazi yenyewe wao kwa upande wao yanasisitizwa mpaka chuoni, tofauti na watumishi wengine. Ni nadra sana kuona watumishi wengine katika vyuo vyao wanafundishwa namna ya kuvaa, wakati mwingine mazingira tu huwa yanafundisha jinsi gani wavae vizuri. Lakini kwa upande wa walimu ni somo kabisa ambalo linafundishwa darasani, mtu atakao ufaulu, linaitwa somo la haiba. Wao wanafundishwa haiba, namna gani yaonekane mbele ya watoto wanaowafundisha. Na inalazimika wafanye hivyo kwa sababu mwalimu muda mwingi kwanza, tena wakati mwingine ana muda mwingi kwa mzazi anaokaa na mtoto, kipindi ambacho mtoto akili yake ndio iko active ya kujifunza, yuko na mwalimu zaidi kuliko hata mzazi ama mtu mwanafamilia mwingine yoyote yule. Hasa matendo anayokuwa anayatenda mwalimu, kwamba ni darasani ama nje ya darasa, yana nafasi kubwa sana ya mtoto kujifunza kutoka kwake. Na bahati mbaya sana saikolojia inasema watoto huwa wanaoamini walimu zaidi kuliko mtu mwingine yoyote ile kwenye jamii. Na ndio maana tunapataga hata wakati mgumu sana nyumbani tunapomwelekeza mtoto kwamba hiki sicho, hiki ndicho sahihi. Mtoto anafanya reference, mbona mwalimu alisema iko hivi, mbona mwalimu alisema iko hivi. Kwa hiyo ni wazi kwamba watoto wanaoamini walimu zaidi kuliko watu wengine wowote wale. Na hata katika makanisa, nyumba zetu za ibada, wale wanaofundisha kwenye nyumba zetu za ibada pia watoto huwa wanawanukuu sawa na jinsi ambavyo umesema. Kwa hiyo kuna kitu kifanya kule, anakuambia mbona mchungaji aliniambia yeye anasema hivi, mbona shehe anasema hivi, kulingana na jinsi ambavyo wanafundisha. Maana hao nao ni walimu. Huyu shehe ni mwalimu, mchungaji ni mwalimu, mwalimu wa watoto kanisani ni mwalimu, wanachukua kama walimu. Kwa hiyo walimu tunawasisitiza sana kuendelea kusimamia maadili yao ya utumishi wa umma, lakini kusimamia huu waraka namba 6 wa mwaka 2020 unaohusiana na masuala ya mavazi, kwa sababu yana nafasi kubwa. Tumekuwa na changamoto kubwa sana ya utandawazi. Utandawazi kwa sasa umekuwa ni changamoto kubwa, hasa kwa walimu wetu ambao sasa hivi wanavaa kulingana na vile ambavyo wanaona kwa kupitia mitandao mbalimbali wanayoingia. Kuna wakati mwalimu akiingia YouTube akiona kuna vazi fulani limetokea, watu wamevaa wamependeza labda ama vinginevyo, ama kwa macho yake na mtazamo wake anaona yule mtu amependeza, kesho na yeye atalitafuta, atakuja nalo ofisini, atakuja nalo darasani.
lakini mavazi mengine hayo yanawaathiri watoto. Watoto hawajifunzi vizuri kutoka kwa hao walimu. Kwa mfano, waraka wetu haukatazi, lakini umeelekeza ni aina zipi za suruali zivaliwe hasa kwa walimu wa kike. Kuna aina ya suruali zinazotakiwa zivaliwe na walimu watumishi wa kike, ni zile suruali sana sana nyingi ambazo zinavaliwa pamoja na suti, ambazo kimsingi hazibani au hazishiki mwili na kuonesha maungo ya mwili wa mtumishi. Ziwe pana, lakini ziwe ndefu zinazovuka magoti, ambazo hazionyeshi uwazi ama utupu wa mtumishi husika. Sasa bahati mbaya sana unakuta baadhi ya walimu wasiokuwa na maadili mazuri wanavaa sasa hivi mavazi ambayo yanabana sana, yanashika mwili sana, na wengine Mungu amewajalia wana miili yenye shukrani, miili ni ile mikubwa, ni wanene, tuseme wanene. Sasa ukiwa mnene alafu unavaa nguo za kubana, kwa kweli haileti picha nzuri au staha mbele ya watu wanaokuwa wanakutazama, kwa sababu zile nguo zinakuwa zinaonesha maungo yako na mwili wako namna ulivyo. Hii inakuwa sio sawa sawa. Lakini waraka ule umeonyesha namna pia mavazi mengine hata ambayo sio suruali zipi zivaliwe. Nguo zipi zivaliwe. Ni nguo ambazo kimsingi hazionyeshi makwapa, ambazo zinavuka magoti. Yaani ziko chini ya magoti, goti lisionekane. Ndio mavazi ambayo mtumishi wa umma atakuwa avae, hasa mwalimu anapoingia darasani. So mwalimu anaingia darasani amevaa blouse inaonyesha toka mkanda toka moja kanapita juu ya bega, huko makwapa yote yako nje, kiinua mkono kuandika namna hii, watoto wanachungulia, na bahati mbaya labda kama mwalimu pia hajatoa nywele zake vizuri chini ya makwapa, watoto wanaziona. Kimsingi sio maadili ya utumishi wa umma, hayo sio maadili. Lakini sio hivyo tu, hata vitabu vyetu vya dini, kwa wale wasomaji wazuri wa Biblia waende wakasome kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ile ya 5, na mstari wa kwanza mpaka wa 5, hasa mstari wa 5 umethibitisha kabisa. Unasema mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke, na mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, na kinyume chake. Kwa sasa hivi hii liwimbi la wanawake kupenda sana kuvaa nguo za wanaume na nguo za wanaume nyingi, suruali sehemu kubwa katika ustaarabu tangu wa zamani yalikuwa mavazi ya kiume. Kwa tunapoyang'ang'aniza kuvaa suruali na kadhalika ambazo zinatuletea aibu katika jamii yetu, na ndio sio ustaarabu wetu wa Kiafrika na wa Kiswahili, kwa kweli zinatupa changamoto kubwa sana, na watoto tunashindwa kuwafundisha. Kwa hiyo nitoe pia rai kwa watumishi wenzangu, turudi tena tusome vizuri ule waraka wetu wa mavazi namba 6 mwaka 2020 kutoka Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, namna unavyoelekeza, na sisi tutaanza tena kupita na kuwakumbusha watumishi wetu, hasa wale ambao wamejisahau, wanavaa vibaya, mavazi ya aibu. Lakini baada ya kuwa tumewakumbusha, tutaanza sasa kuchukua hatua kwa mtumishi atakayeendelea kukiuka na kuvaa mavazi yasiyofaa. Kwanza, na tutakapomuona anakuja ofisini kwetu, tutampa huduma, tutamlazimisha kumrudisha nyumbani aende akabadilishe mavazi. Lakini pia tutamchukulia hatua za kinidhamu, ikiwemo kwa kumwandikia barua za kumtaka kutoa maelezo na kumchukulia na kumfungulia hati za mashtaka kwa kuvaa mavazi ambayo yamekatazwa na mwajiri ama yamekatazwa na mamlaka husika ambazo zimetolewa. Lakini bado pia warudi kwenye ile haiba ambayo walimu wetu wamefundishwa kipindi wakiwa vioni, wasiache haraka haya masomo, au labda kwa sababu hawafanyi mtihani tena, lakini wanatakiwa wasimamie haiba ambayo wamefundishwa katika vyuo vyao na sio vinginevyo.